Kuna watu wanapenda mwanasiasa. Nimesikia mtu akitaja sijui fulani. My friend, hujui huyu mtu. Huyu mtu ndiye anajua huyu mtu. Mimi namjua zaidi. Hata mimi namjua. Umjui? My friend. My friend. Kama kuna mtu hataki Wajaluo, ni huyu mtu unataka. Tutuambie. Kama kuna mtu hataki Wajaluo, ni huyu mtu umetoka na mdomo wake. Hana haja na Mjaluo yoyote. Hana haja. Bila mambo. Yule mtu ambaye anaweza kusaidia Mjaluo ni Mheshimiwa PS Raymond. Huyu ndio anamsaidia. Huyu dada tena masikio. Mungu la mwananchi mahali ambapo tunasaidiana. Huyu dada alinunua nyumba. Na kuna mtu amekuja kwa dhulumu nyumba. Wapi? Ndugu yangu, chukua tu mpono ndugu yangu. Hapa tupigi kelele ama tufanye kipindi. Hii Kenya tunajua ni mbunge mmoja ndiye anafanya kipindi. So hapa huyu dada alinunua nyumba. Wako watu wawili, mmoja ni mlemavu. Na mimi nataka kuuliza serikali. Na hii nataka iende moja kwa moja kwa Mheshimiwa PS Raymond Omolo, iende kwa Mheshimiwa Murkomen, waziri wa ulinzi. Ama waziri wa interior. Ya kwamba katiba ya Kenya hakuna mahali katiba inazungumza ya kwamba mimi mnyonge nidhulumike na polisi akihusika na bwenyenye. Hakuna kitu kama hiyo. So nataka kuomba Mheshimiwa Raymond Omolo, Mheshimiwa waziri wa usalama Murkomen, Mheshimiwa mkuu wa ujasusi ama upelelezi Amin Mohamed. Huyu mama, kuna watu ambao wanahusika na idara yako ya DCI walikamata huyu mama wakampeleka kwa kituo ya polisi hapa maeneo ya Kibera bila kuandikwa majina yake katika kwenye OB. Kwa sababu gani? Ni mambo ya kumnyang'anya nyumba. Pili, hii Kenya tunasema kwamba ukiogopa hautaenda mbali. Kai pia nataka kusema kwamba wacha kuingiza serikali ndugu yangu. Hata mimi natatia serikali. Kama uko na chifu serikali, by the way, ndugu yangu umesoma. Government ni nani? Government ni nani? Sawa, umejibu vizuri. So maybe watu wengine maybe walienda kusoma lakini hawakupata hekima. So ningependa kuomba kitengo ambaye inasimamia usaidizi. Tuache kudhulumu wanyonge kwa sababu wewe ni bwenyenye. Na usipokoma tutakuanika majina zako. Huyu mama nyumba ni yake. Kama unataka muelewane, akuuzie katika ile bei ambayo anataka. Yes. Si kwa kama unamwambia ondoka ende wapi? Anaondoka aje? Huyu ni sister yangu. Nataka kuomba Mheshimiwa former governor Mike Mbuvi Sonko, kwa sababu Sonko ndiye amekuwa mtetezi sana wa wanyonge. Unaweza sema kwa kama ni wanawake pia ni sawa. Nataka kuomba Mheshimiwa former governor Mike Sonko, huyu mama hapo maeneo ya Kibera ananyang'anywa haki yake. So tunakuomba Mheshimiwa governor umtetee, kwa sababu kuna bwenyenye ambao wanataka kumnyang'anya nyumba ambayo alinunua. So Mheshimiwa Governor Sonko, wewe ni mtetezi, najua kazi ambayo unafanya. Mheshimiwa Super PS, msaidie huyu mama pata haki yake. Hakuna namna unanunua nyumba na mtu anakunyang'anya. So tunajaribu kukutetea na kadri uwezo wetu. Kutetea kusiingize siasa sasa. So tunakuomba sisi pia tunasimama na wewe kadri uwezo wetu ili upate haki yako. So simama kidete. Wakikushika namna bila alikushika tena, tutaenda kwa hiyo police station ifunge. Yes. Kwa sababu polisi sio mahali ya kudhulumu mwananchi. Polisi ni mahali ya kila Mkenya anapata haki yake. Huwezi shika huyu mama na kuna mtoto mdogo unamweka analala kwa baridi kisha mnamwachilia hivyo bila kupata haki yake. So lazima OCS hiyo kituo pia achukue majukumu ya umma.
Kama hawezi tetea huyu mama, tutamwanika apelekwe Garissa, aende kupigana bandi. Atoka hapa Nairobi. Huyo DCI ambaye anatumika kudhulumu mama. Kazi bado iko. Unaweza kupeleka Mandera kati ya Kenya na Somalia. Uende ukaa huko. Ufanye ujasusi ya sababu. Bahati nzuri, bahati mbaya upigwe risasi kwa hiyo shida yako. Siataki kazi Nairobi. Mahali kuna salama. Si Raymond na PS wapige transfer. So wana DCI, hatuta kutaja jina yako. Wacha umma mpate haki yake. Waachana na pesa na mambo ya huyu jamaa. Huyu jamaa kama anataka haki, kama anataka mambo ya kununua shamba ya huyu mama ploti, alete pesa kwa pesa. Kama hana pesa ya kununua, atafute mahali pengine. Asante sana, Mungu awabariki.